kutoka katika mji mtukufu wa Mashhad hadi ngome ya utawala wenye nguvu kuliko rais wa kawaida. Safari ya maisha ya Ayatollah Ali Khamenei haikuwa ya kawaida. Alipigana dhidi ya Shah, akasimama kwenye mapinduzi ya mwaka wa 1979 na hatimaye akaongoza taifa kwa takriban miongo mitatu. Lakini Februari tarehe 28 mwaka 2026 historia ilibadilika milele. Hii ni hadithi ya mtu aliyekuwa silaha ya siasa hadi siku yake ya mwisho. Voice of Mapambano ni sauti ya ukweli, nguvu ya mabadiliko. Asili ya familia na maisha ya utotoni. Biografi ya kina Ayatollah Ali Khamenei. Ali Hossein Khamenei alizaliwa tarehe 19 Aprili mwaka 1939 katika mji mtukufu wa Mashhad, shahadi ya Kiislamu maarufu kwa Imamu Reza Shahid, mahali pa ibada kwa Waislamu wa Kishia. Alizaliwa katika familia ya dini ya wastani wa Waislamu na alikuwa mwana wa pili kati ya watoto 8. Baba yake Ayatollah Sayyid Javad Khamenei alikuwa mwanazuoni wa dini ya Kishia. Alipata elimu ya kidini kwenye semina za Najaf na Qom kabla ya kuhamia Mashhad na kuwa imamu wa msikiti, akifundisha dini na msingi ya Kiislamu kwa kaya mbalimbali. Mama yake Khadija Marmadan alitoka pia kutoka familia ya wanazuoni na alimsaidia Ali kujifunza Qur'an na msingi ya dini tangu akiwa mtoto mdogo. Utoto wake ulijaa maadili ya kiroho, nidhamu ya dini na kusoma kwa bidii, mambo yaliyoendesha maisha yake yote baadaye. Elimu ya kitaalamu na malezi ya kiroho. Ali Khamenei alianza masomo ya kidini tangu utotoni, akisoma Qur'an na msingi ya Kiislamu katika shule za kidini. Akiwa na umri mdogo, alijiunga na Hausa, seminari ya kidini ya Mashhad. Baadaye aliendelea na elimu yake ya juu katika miji kama Najaf, mji wa Iraq, moja ya vituo vikuu vya elimu ya Kiislamu, Qom, mji wa Irani maarufu kwa elimu ya teolojia ya Shia. Katika Qom alisoma chini ya wanazuoni wakuu akiwemo Ayatollah Ruhollah Khomeini ambaye baadaye angekuwa kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu mwaka wa 1979. Khamenei alijifunza fiqh, sheria ya Kiislamu, tafsiri ya Quran, hadith na falsafa ya Kiislamu kwa undani. Alizaliwa na malezi ya dini na elimu ya seminari
aliyoipata. Hivyo mstari wa maisha yake ukaanza kuunganishwa sana na siasa za kisiasa na kidini. Mapambano na utawala wa Shah. Katika miaka ya 1960 mpaka miaka ya 1670, Irani ilikuwa chini ya utawala wa mfalme Shah Muhammad Reza Pahlavi, ambaye alifanya maboresho na marekebisho ya kijamii na kiuchumi ambayo tunaitwa White Revolution. Hata hivyo, wengi wa wanazuoni waliukosoa utawala wake kwa kuwa wa kidunia, wa Kifaransa na kujaribu kupunguza nafasi ya dini katika maisha ya jamii. Khamenei alijihusisha kikamilifu na harakati za upinzani dhidi ya Shah, akipigania serikali ya Kiislamu chini ya uongozi wa Khomeini. Alikuwa akitoa hotuba, elimu ya kisiasa na kushiriki maandamano, jambo lililosababisha kukamatwa mara kadhaa na polisi wa Shah. Mapinduzi ya Kiislamu mwaka wa 1979 yalifanikiwa kuondoa Shah madarakani, na Khamenei akawa mmoja wa viongozi wa harakati hiyo, akiheshimiwa kwa ujasiri wake na uanifuaji wa msingi ya kijamii na kidini. Kujiingiza katika utawala na Jamhuri ya Kiislamu. Baada ya mapinduzi, Khamenei alipata nafasi mbalimbali za uongozi. Uraisi wa jamhuri tangu mwaka 1981 mpaka 1989. Kwa mwaka wa kwanza wa 1981, baada ya kifo cha rais wa awali, Khamenei alichaguliwa kuwa rais wa Iran. Aliitwa kusimamia nchi wakati wa vita vya Irani na Iraki mwaka wa 1980 mpaka mwaka wa 1988, wakati ambapo taifa lilikuwa likipigana kwa ulinzi wake wa taifa. Katika muda huu alikabiliana na changamoto kubwa ya vita, uchumi dhaifu na kuanzishwa kwa sera mpya za kijamii, huku akishirikiana kwa karibu na Khomeini. Alinusurika jaribio la kuuawa mwaka wa 1981 ambalo lilimfanya awe na msimamo kubwa dhidi ya upinzani ndani ya Iran. Kuwa kiongozi mkuu wa Irani tangu mwaka 1989 mpaka mwaka huu wa 2026. Baada ya kifo cha Ayatollah Khomeini mwaka 1989, Khamenei aliteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran, nafasi yenye mamlaka makubwa zaidi kuliko zile za rais, isipokuwa tume ya uongozi wa serikali. Alikuwa mtawala wa juu
wa siasa za ndani na za nje, jeshi, mahakama na mashirika ya ulinzi. Na katika utawala wake wa karibu miaka 36 alifanya vitu vingi kama mbalimbali. Vitu hivi: aliimarisha ushawishi wa Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC kama nguvu kuu ya kijeshi na kisiasa. Aliongoza sera ngumu dhidi ya United States na Israel. Iran ikapata msimamo mkubwa katika siasa za Mashariki ya Kati kupitia uungaji mkono wa makundi kama Hezbollah. Tena alikabiliana na mikanganyiko mikubwa ya ndani pamoja na maandamano ya upinzani kama Green Movement na Women, Life na Freedom. Hata ingawa alipiga marufuku kama mwalimu wa dini mkubwa kabla ya kuchaguliwa, alibadilisha katiba na kufanya nafasi ya kiongozi mkuu kuwa yenye nguvu zaidi katika siasa za Irani. Kifo chake kilithibitishwa Februari tarehe 28 mwaka 2026. Katika mzozo mkubwa wa kijeshi ulioanzia mwaka wa 2026, Ali Khamenei aliuawa tarehe 28 Februari mwaka wa 2026 katika mashambulio ya anga yaliyofanywa na jeshi la Israeli kwa ushirikiano na Marekani kulenga maafisa wakuu wa Irani. Kifo chake kilitangazwa rasmi na vyombo vya habari vya serikali ya Irani tarehe 1 Machi mwaka wa 2026. Matokeo ya kifo chake yamesababisha mvutano mkubwa kimataifa, hasira ya kundi mbalimbali na maswali mengi juu ya mustakabali wa Irani bila kiongozi huyo aliendeleza siasa kali kwa miongo kadhaa. Hiyo ndiyo historia ya Ayatollah Ali Khamenei, kutoka utoto wa dini hadi ukumbusho wa siasa kali na nguvu za mabadiliko. Je, wewe unaonaje urithi wake? Alikuwa kiongozi au mtawala? Tufikie kwenye maoni. Usisahau kufanya subscribe, like, comment na share kwa mengi zaidi ya Voice of Mapambano. Sauti ya ukweli, nguvu ya mabadiliko.